mke wangu? Mbona sielewi? Wewe umemfanya nini mke wangu? Mwanangu. Huyu alikuwa ni mchapko wangu. Huyu siku zote ungekuwa hivyo, ungekuwa raha sana. Mara nishazoea nacho 1,500, leo 10,000. Au kwa sababu kuna mgeni anakuja, ndio maana ukaamua ujiongeze mapema. Kweli karibu mgeni wenyeji tuponi. Asante. Umenizoea sana, si ndio? Yaani baada ya mjomba kunizoea na anaweza kaongea jambo lolote dhidi yangu, wewe pia umeamua kuonyesha makucha yako, si ndio? Sikiliza nikwambie. Epuka sana kunizoea. Acha show. Muombe Mungu asimame na maisha yako. Wale wabaya na wafitini wasiwe upande wako. Usaliti wa mapenzi, ugomvi na vimekuwa sugu kwenye maisha yetu. Double chance. Double chance. Mke wangu mimi bwana tayari nimeshazungumza. Nimezungumza na mama mzazi wa Neema, japo ni kwa simu, lakini kwa kiasi kikubwa naamini tumeelewana. Na tukapanga appointment tuweze kukutana kwa ajili ya kuweza kujua namna gani tunayatatua haya. Ila mimi kuna kitu nikakaa nikakifikiria, nikasema dadangu mimi ni mtu mzima kidogo. Kwa hivyo haya maswala, kwa nini sisi tukubali ya kwamba yametushinda mpaka tuende kumsumbua mtu mzima? Nataka tuyatatue sisi wenyewe kwa kadri ya uwezo wetu, alafu kama inawezekana yeye tumpe ripoti tu. Na hata hivi ninavyozungumza na wewe sasa, tayari mimi nimeshazungumza kwa simu na bwana mmoja ndugu wa yule kijana ambaye pia alikuwepo katika harusi yao. Nimefanya naye mazungumzo, tumekubaliana leo anakuja. Haya, twende kukaa kikao, tujue ni namna gani tunaenda kusuluhisha yale matatizo yanayokuwa katika nyumba hii. Hivyo mtu wangu, hivyo tufanye maandalizi, baadaye twende tukajue ni namna gani tunaweza kumaliza hiyo migogoro ambayo wanakuwa wametengeneza wale vijana. Au vipi mke wangu? Sawa mume wangu, mimi nimekuelewa. Hamna shida. Nani? Neema anapiga. Oh, fanya naye mazungumzo. Hello? Hello? Fresh. Karibu nyumbani. Asante sana.
Hodi. Hodi. Kuna dalili za kuwepo mtu kweli hapa? Tunafanyaje sasa mke wangu? Turudi nyumbani au? Tukae tu wasubiri. Au vipi? Eti kwa sababu nimechukua maamuzi ya kuondoka kwa mume wangu. Nimechoka na matatizo alionayo. Kidudu, hebu subiri kwanza. Kunaonekana kuna shida sana nyumbani kwako. Nimepigiwa simu nyingi sana, kiasi kwamba unanifedhehesha ndugu yako. Yaani unanidhalilisha. Mke wako kanipigia simu, mjomba ananipigia simu. Hebu imagine, watu wote wanakulaumu wewe, kila mtu anakusema vibaya mpaka watu baki. Utaishije Kidudu? Unanifanya na mimi sasa najisikia vibaya. Unajua mimi mpaka nafunga safari kuja huku kujua hili jambo nimelichukulia ni la msingi na ni la muhimu sana. Yaani siwezi kukubali wewe na yule mwanamke mkaachana. Lazima ujue unatakiwa ubadilike na uchane naye. Anyway, kwa sababu tunakwenda nyumbani, hili jambo tutalizungumza. Ila mimi nakudokeza, hichi ndo kitu kilichonileta kwako. Tutazungumza. Naomba tuondoke. Karibuni. Jamani, habari zenu? Na ndio maana nimeamua kuchukua maamuzi ya kuondoka. Na kilichoniumiza zaidi
ni baada ya kugundua mume wangu kuwa ni mwathirika wa virusi vya HIV. Ni kitu ambacho kiliniuma sana. Nilijiona sina thamani katika hii dunia. Sasa wewe bwana wewe, siku zote unajifanyaga mtemi, unajifanyaga mbabe, unajifanyaga mbubu. Leo nitakuja nikuonyeshe kwamba mimi sio mnyonge kama ambavyo vile unanichukuliaga. Leo nimekuja nikufundisha adabu kutokana na vitendo ambavyo umevifanya kwa mpwa wangu. Wewe kumpa magonjwa mpwa wangu, wewe kumsababishia maradhi mpwa wangu, wewe umeenda umepuyanga huko, umetafuta magonjwa yasiyoeleweka, magonjwa sugu, umekuja kumpa mpwa wangu. Leo mpwa wangu amesusa, ameondoka hapa, kaiacha ndoa yake, ameenda kusikojulikana. Kwa dada yangu hajaenda, hajulikani ameenda wapi. Sasa nasemaje? Leo naenda kukunyonyoa hizo nywele zako kwa ukucha. Hebu nishike kwanza nikamnyooshe. Subiri kwanza na wewe. Mume wa Neema ni huyu au ni huyu? Huyu hapa mpuzi mwenye nywele kama mchicha bwaksi. Kidudu. Kwa hiyo umeamua kuniua na mimi? Wewe, mke wangu unamjua huyu? Na kukuwaje? Wewe Kidudu. Jamani, mbona sielewi? Nini kinaendelea baina yenu? Mke wangu amekuuaje? Nieleze basi mke wangu, mbona sielewi? Wewe umemfanya nini mke wangu? Mume wangu. Huyu alikuwa ni mchapko wangu. Huyu kila kitu kwenye maisha kina sababu. Wanadamu tunaishi, ukweli tunauficha bila sababu. Wanandoa wanafeki ndani ya ndoa zao, wengine hawana nidhamu kwenye maisha yao. Tunajisahau sana, machozi na maumivu, vicheko kwa wengine. Anguko la mwenzio kesho inaweza kuwa kwako. Usilie kama imeharibu maisha yako. Usilie, uongo umeharibu maisha yako. Muombe Mungu asimame na maisha yako. Wale wabaya na wafitini wasiwe upande wako. Usaliti wa mapenzi, ugomvi na chuki vimekuwa sugu kwenye maisha yetu. Double chance. Double chance. Muombe Mungu akupe nafasi tena. Muombe Mungu akupe tena nafasi ya kurekebisha, ili uwe nishindi siku moja, na sio kutumia nafasi zako mbili kuharibu future yako.